لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، اللهم فهمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وذكرنا كل ما نسينا، ثم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Jana tulikomea aya nambari 269 na leo kwa taufiki yake Allah subhanahu tunaanza aya nambari 270. Bado tuna mtiririko wa aya zinazohimiza kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, ili kuzinufaisha nafsi zetu huko tuendako siku ya Kiyama. Allah baada ya kutuambia katika aya nambari 268 kwamba shaitani anatuahidi iwapo tutatoa tutakuwa mafakiri, tutakuwa masikini. Kwa hiyo anatuamrisha kuwa mabakhili, wayamurukum bilfahshai, kwa maana ya bilbukhli, anakuamrisheni kufanya jambo baya la ubakhili, hali ya kuwa Allah yeye anaahidi iwapo tutatoa kupata msamaha utokao kwake na kupata fadhila kubwa, naye Allah ni wasi'un alim. Allah subhanahu alituambia mwenye hikma ataamua kufanya jambo lenye maslahi na yeye hapa duniani na siku ya Kiyama, lakini hii haipati kila mtu. Yu'ti alhikmata man yasha, Allah humpa hikma yule amtakaye. Wa man yu'ta alhikmata faqad utiya khayran kathira, na yoyote atakayepewa hikma anatakiwa aelewe kwamba amepewa khairi nyingi. Wama yadhakkaru illa ulul albab. Tulikomea hapo Leo tunaanza wama anfaqtum, na chochote mtakachokitoa, min nafaqatin, miongoni mwa sadaqa za wajibu kwa maana ya zaka, miongoni mwa sadaqa za khiyari kwa maana ya sadaqa au zaka. Wama anfaqtum, na chochote mtakachokitoa, min sadaqatin, min nafaqatin, miongoni mwa sadaqa au zaka, au nadhartum min nadhirin, au nadhiri yoyote mtakayoiweka, fa inna Allaha ya'lamu, kwa hakika Mwenyezi Mungu anajua hicho mlichokitoa, na hiyo atakulipeni kwa mujibu wa nia zenu.
wama lidhalimina min ansar, na wale madhalimu hawatakuwa na mtu wa kuwatetea, hawatakuwa na mtetezi siku ya Kiyama. Ndugu na darsa, wama anfaqtum, chochote mtakachokitoa, chochote. Nyuma kule tulizungumzia watu ambao wamepata mali zao kismu, uchumi, wamepata pesa na kadha, au tukawazungumzia wale ambao waliopata kwenye kilimo. Sasa katika mali yako ya biashara au katika kilimo chako, na mambo wajibu kutoa fungu maalum unatakiwa litolewe, na kuna fungu lingine wewe unajitolea kwa khiari yako. Sasa chochote mtakachokitoa, wama anfaqtum, na chochote mtakachokitoa, min sadaqatin, miongoni mwa sadaqa yoyote ya wajibu au ya sunna, zaka au sadaqa, chochote kile mtakachoamua kukitoa, au nadhartum, au nadhiri yoyote mtakayoiweka, au nadhartum min nadhrin, au nadhiri yoyote mtakayoiweka. Nadhiri ni kujilazimisha ibada ambayo kabla ya hapo haikuwa wajibu juu yako. Iwapo jambo langu hili litafanikiwa, nitatoa shilingi 50,000 kumpa ustadhi wa madrasa. Haikuwa wajibu mwanzo wewe juu yako kumpa ustadhi, ila wewe mwenyewe umejilazimisha kuitengeneza ile ibada. Nikipona ugonjwa wangu huu, nitalipa umeme msikitini kwa muda wa miezi 3 mfululizo. Mwanzo haikuwa wajibu kwako, lakini hivi ulivyofanya, hii ni nadhiri na tayari ishakuwa wajibu juu yako. Na wala haiwi nadhiri mtu kusema iwapo kama mwanangu atafaulu nitachinja yule jogoo wangu mwekundu nile. Hiyo haiwi nadhiri. Una hamu ya mchuzi, chinja jogoo wako kale tu, wala huna haja ya kusema maneno hayo. Sasa wewe umeamua kufaidi mwenyewe, lakini mwanangu kama atafaulu, basi yule jogoo wangu mwekundu nitampa ustadhi, nitampa shekhe, nitampa yule maskini fulani. Hiyo inakuwa ibada. Kwa nadhiri ni kujilazimisha ibada ambayo haikuwa wajibu juu yako kuitenda, na ukitekeleza nadhiri unaingia katika waja wema waliosifiwa, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Hiyo ndio nadhiri. Kwa na mtu akijilazimisha jambo kisha akatekeleza lile alilojilazimisha, wama anfaqtum min nafaqatin au ma nadhartum min nadhrin, au nadhiri yoyote mliyoweka, au nadhartum min nadhrin, kwa maana au ma nadhartum min nadhrin. Na maa ile ya nyuma inatosha, huna haja ya kurudia tena maa nyingine. Min babi liktifa, katika mlango wa iktifa, ile maa ya nyuma inatosha, na hapo mbele pia sio lazima uirudie. Na hii ipo kwenye maeneo mengi. Miongoni mwa hayo aya yetu mashuhuri tunayosomeana siku ya ndoa, ya ayuha nnasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Na Allah akatawanya kupitia Adam na Hawa, wakapatikana duniani wanamume wengi na wanawake wengi. Au wachache? Wengi. Kwa hiyo ungeandika wewe na mimi kwa lugha yako aljadidu fi takhathubi wa ta'biri, ungesema wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaan kathirati. Huna haja ya kurudia kathira, ile ile ya nyuma tayari inatosha. Min babi liktifa, katika mlango wa kutosheka na kile kilichotajwa nyuma. Tunarudi, wama anfaqtum min nafaqatin au nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu. Wama anfaqtum, na chochote mtakachokitoa, min nafaqa, katika sadaqa za sunna ambayo uswahilini tunaijua kwa jina la sadaqa, au katika sadaqa za wajibu ambayo uswahilini tunaijua kwa jina la zaka. Chochote utakachotoa katika mali yako, au
ma nadhartum min nadhirin, au nadhiri yoyote mtakayoiweka. Una haja ya kurudia tena neno ma, au nadhartum min nadhirin, au nadhiri yoyote mtakayoiweka. Fa inna Allaha ya'lamu, kwa hakika Mwenyezi Mungu anajua hicho. Hiyo ma ndio anayojua Mwenyezi Mungu, hicho mlichokitoa, hiyo mlioiweka nadhiri, kwa kuwa anaijua atakulipeni kwa mujibu wa nia zenu. Fa inna Allaha ya'lamu, kwa hakika Mwenyezi Mungu anajua hicho mlichokitoa na atakulipeni kwa mujibu wa nia zenu. Na yule ambaye anayo mali na uwezekano wa kutoa anao, halafu hatoi, amejidhulumu mwenyewe. Au yule aliyeweka nadhiri kisha uwezekano wa kuitekeleza upo, halafu hatekelezi, amejidhulumu mwenyewe. Na mtu akijidhulumu mwenyewe, wama lidhalimina min ansar, na hakuna tena kwa madhalimu wa kuwatetea na kuwanusuru. Wale watakaojidhulumu wenyewe, hakuna wa kuwatetea na kuwanusuru. Kwa nini wamejidhulumu? Dhulma ni kuweka kitu mahala sio pake. Ahadi kwa muungwana anatakiwa aitekeleze. Umeweka ahadi mbele ya Mungu, nikipona nitatoa kitu kadha kumfanyia fulani, halafu umepona, hakisha ahadi ile huitekeleze, hiyo ni dhulma. Sababu dhulma ni kuweka kitu mahala sio pake. Mali uliochuma unatakiwa utoe katika biashara yako 2.5%, asilimia 2.5 ya biashara yako utoe kwa ajili ya maskini, kwa ajili ya ustawi wa jamii. Halafu wewe hutoi hicho, ulichokifanya ni dhulma. Wama lidhalimina min ansar, na hawana wale wenye kujidhulumu wenyewe, hawana wa kuwatetea na kuwanusuru siku ya Kiyama. In tubdu sadaqati fani'mahi au tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairun lakum. In tubdu sadaqat, iwapo kama mtazidhihirisha sadaka, mtatoa sadaka waziwazi. In tubdu as-sadaqati, bada yabdu ni kitu kimedhihiri, abada yubdi ni kitu mtu amekidhihirisha. Abada yubdi, amedhihirisha. Na hawa kwa kuwa wengi yubduna, na antum kwa kuwa wengi tubduna. In tubdu as-sadaqati, ikiwa mtadhihirisha sadaka, mtazizoa sadaka wazi wazi. Fani'imahi, ubora ulioje wa huko kuzitoa wazi wazi. Fani'imahi, uzuri ulioje wa hizo sadaka mlizozitoa wazi wazi. Wa intufuha, na kama mtazifanya kwa siri, mtazificha. Khalafu watu'tuha alfuqara, na mkawapa mafakiri. Fahuwa, huko kuzitoa kwa siri, khairun lakum, ndio bora zaidi kwa mimi. Intubdu sadaqati, iwapo kama mtazitoa waziwazi sadaka, mtazidhihirisha sadaka. Fani'imahi, ubora ulioje wa huko kutoa waziwazi. Asili ya maneno ni'ma khalafu na ma. Ni'ma ile ya fi'lul madhi, halafu ikaongezeka na nini? Na ma. Kisha hii na hii ikachanganywa pamoja ikawa ni'ma. Kwa hiyo uzuri ulioje hii wa hiyo sadaka iliyotolewa waziwazi. Fani'ma hiya, uzuri ulioje wa sadaka hiyo iliyotolewa waziwazi. Kini mtu akiamua ile sadaka anaitoa afanyie kazi maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, akaitoa kwa siri mno. Wa in tukhfuha, kama mtaitoa kwa siri mkaificha,
fahuwa, huko kutoa kwa siri, khairun lakum,